mzee ndio anaenda na wakati, kwa sababu wakati yeye alikuwepo, wewe haukuwepo, yeye alikuwepo. Huwezi ukasema kwamba huyu mtu amepitwa na wakati, huyu mtu anaenda na wakati. Wewe ndio umepitwa na wakati, kwa sababu wakati yeye yupo, wewe haukuwepo. Kwa hiyo yale yaliyokuwepo wewe hujaweza kuyaona. Kwa jina mimi naitwa Ibrahim Dumoso. Kitaaluma mimi ni mtaalamu wa masuala ya decoration kwenye ujenzi wa nyumba kwa upande wa finishing. Mimi kwa upande wangu ukiniambia kuhusu swali la kwamba mzee ni nani, hilo ni swali kwangu mtambuka, kwa sababu jibu lake sio dogo kama pengine mtu mwingine angeweza kulijibu, kwa sababu tunapozungumzia neno mzee in general tumeunganisha vitu vingi, lakini vinavyoenda kubebwa na kitu kimoja. Mzee ni kama daraja, mzee ni kama cheo, mzee ni kama wadhifa, mzee ni kama hadhi. Kwa unapozungumzia watu kama mtu mwenye hadhi fulani katika jamii, huyo ni mzee. Mtu mwenye uwezo wa kiuchumi, huyo ni mzee. Mtu mwenye uwezo wa kifikra, huyo ni mzee. Lakini mtu mwenye elimu kubwa, huyo ni mzee. Na hata mtu mwenye umri mkubwa, huyo ni mzee. Kwa hiyo unapozungumza mzee ni nani, actually jibu lake ni jibu kubwa sana, lakini kwa ujumla unaweza tu ukafupisha ukasema mzee ni cheo. Isipokuwa katika hili eneo, pamoja na uwepo wa makundi mengi haya, kundi linaloongoza katika eneo hilo la wazee ni mtu mwenye umri mrefu au umri mkubwa, ambaye ameishi miaka mingi tofauti pengine na wengine waliomzunguka. Kwa hiyo huyo pia anahesabika kama mzee, na nafikiri hilo ndio eneo ambalo limebeba ile hadhi ya neno mzee. Heshima ya mtu ni uzee, hekima, busara, maarifa, huyo ni uzee. Mtu ambaye ana mawazo mazuri, mawazo chanya, huyo ni mzee, kwa sababu ana kitu. Kwa hiyo huwezi kuwa tu na sifa ya kuitwa mzee kama hauna kitu. Lazima uwe na kitu ndio utakuwa unatimiza vigezo vya wewe kuitwa mzee. Vijana wengi wanasema mzee ni yule mtu ambaye amepitwa na wakati. Kumbe tunakosea. Mzee ndio anaenda na wakati, kwa sababu wakati yeye alikuwepo, wewe haukuwepo, yeye alikuwepo. Huwezi ukasema kwamba huyu mtu amepitwa na wakati, huyu mtu anaenda na wakati. Wewe ndio umepitwa na wakati, kwa sababu wakati yeye yupo, wewe haukuwepo. Kwa hiyo yale yaliyokuwepo wewe hujaweza kuyaona. Kwa hiyo yeye ameenda na wakati, kwa sababu wakati ule alikuwepo na wakati huu yupo. Wewe umepitwa na wakati, kwa sababu wakati ule haukuwepo, ila upo ndani ya wakati huu. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze yaliyopita kupitia yeye ambaye alikuwepo wakati uliopita. Wewe unakuwa hauna uwezo wa kielimu. Yule anayekupa elimu ni mzee, kwa sababu tayari yeye amekuzidi. Sawa. Wewe unakuwa hauna cheo, mamlaka. Yule mwenye cheo ni mzee, na ndio maana tunapaswa tunahimizwa sana kuwaheshimu viongozi. Yaani wamebeba hadhi kubwa katika jamii mtu anapokuwa kiongozi. Mzee tunazungumzia, mzee ni daraja, mzee ni hadhi, mzee ni cheo, mzee ni heshima, adabu, utii na vinginevyo. Sema ukiwa na busara wewe tayari ni mzee. Kwa hiyo wenye busara wakikuona wewe una busara, wanapenda wakuweke sehemu ya busara. Unaona? Kwa hiyo anaweza akaweka mtu sehemu kwa sababu tu ya ule uwezo wake, lakini kiutendaji wewe ukamwona kama haendi sawa, na kwa sababu sio kila unachoona kwamba hakipo sawa maana yake hakipo sawa. Pia kinaweza kikawa hakipo sawa kwa sababu wewe ulivyokichanganua ndio umekiona hakipo sawa. Na sio kila unachokiona kizuri basi kikawa ni kizuri. Yawezekana ni wewe tafsiri yako ndio imekupa uzuri. Kwa hiyo kizuri na kisichokuwa kizuri, hivi ni vitu ambavyo vinapatikana katika tafsiri na usahihi. Sasa kwenye kuona usahihi hapa kuna napo pana mchakato mpana wa kuweza kuona kwamba jinsi gani mtu anaweza akatambua, kwa sababu hiyo ni elimu ambayo inadili sana na maarifa. Sheria za nchi yetu, mzee anahesabika kuanzia miaka 50, si ndio? Huyo ndio anahesabika mzee. Lakini hiyo sio tu sheria za nchi yetu, kwamba hata katika uhalisia wa kizazi cha zama hiki
Yaani kwamba mtu anapofikisha kuanzia umri wa miaka 50 tayari vitu vingi katika mwili wake vinaanza kuwa vimepungua ule uwezo wake. Sasa na mtu anapokuwa anapata sifa ya namna hiyo, kiumri tunasema huyu ni mzee. Ni kama vile tunapomuona mtu mwenye uwezo wa kifedha, hata kama ana miaka 17 lakini ana uwezo wa kumudu yale mambo ya msingi ambayo kibinadamu, kila binadamu labda anapaswa kuyafanya. Sasa mtu mwenye uwezo wa kuyaishi maisha yake kwenye uwezo wa kujitegemea, huyu tunamuita ni mzee, kwa sababu fikra zake ni fikra mtambuka.